zako, na huyo ni Mungu peke yako. Maisha yako ni nini? Yakobo anauliza, maana ninyi ni mvuke unaoonekana kwa kitambo, kwa muda mchache tu tuko hapa, kwa kipindi tu tuko hapa, baada ya muda hatutakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Ni ujumbe pengine ungeupenda, lakini ndio ukweli wa mama, ndio ukweli wa mama, na hatujui. Kila mmoja ana njia yake bila ataondoka hapa. Mwingine ataenda na ajali, mwingine ataenda na ajali, mwingine ataugua, mwingine atalala tu salama, hatujui. Mwingine na miaka 20, mwingine na 30, mwingine na 40, mwingine na 50, mwingine hata 70. Hatujui siku zilizobaki mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. So kama ni hivyo na mambo yanatuendea mbele, maana nakumbuka kabisa mpaka walimu wangu wa primary na wajua, high school na wajua, na ni jana, naona kama jana. Unajua wakati mwingine kuna vipindi unaingia hata kuamini, unakuwa kijana miaka 11 mpaka 15 hapo, unasumbua ujielewe, mara unaanza kubadilika miaka 17 25 hapo, kidogo unajua mambo ya ulimwengu, unaanza kumea pepo, unaenda mbio, ujielewi. Ghafla umekuwa mama, una mtoto pia. Kitambo kidogo utakuwa nyanya. Yaani unaingia vipindi vingine hata mwenyewe uamini. Juzi mama Jeka amepata wakati alipata wajukuu alikuwa amekataa kwake. Sema nyanya, mimi naenda kumwambia wewe. Baba sitaki sikia kabisa. Lakini sasa hapo utakataa. Maana mwisho anaikubali sasa. Mwisho anaikubali na unaikumbatia. Maana hivyo ndivyo ilivyo. Unakuwa nyanya na unakuwa babu. Bwana asifiwe. Si umezaa. Utakuwa nyanya na utakuwa babu. Upende usipende. Ama uwapeleke hospitali watoe basima yake. Na hata si mtu wa kwangi babu kwa sababu ya wale watoto ambao watoto wako wamezaa. Umri wenyewe umekufanya babu. Na ni kipindi kidogo sana mpendo. Pamoja na hizo hali zote, ujui jambo moja nataka ujue na tukubaliane mchana huu kwamba hakuna mtu anajua siku ambazo zimebaki mbele. Na hiyo inanileta katika point namba 2 kwamba nifanye nini? Napaswa kukomboa wakati. Yaani napaswa kutumia muda wangu ambao umebaki wa maisha vizuri. Maana ninapoangalia nyuma wakati mwingine naona vitu ambavyo wakati mwingine vinaniumiza moyo mimi mwenyewe. Ninaona vitu ambavyo nilifanya vya ujinga. Ninaona vitu ambavyo nilifanya kwa kutojua. Ninaona mambo ambayo nilifanya kwa kupuuza, na ninaona matokeo wakati mwingine kwa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu ni mwaminifu. Amenifanya nimejua kweli. Sasa jambo la kufanya ni nini? Ni kutumia muda wangu uliobaki vizuri. Nilitembea ndani ya ujinga, nilitembea ndani ya upumbavu. Lakini nimeshajua njia. Kilichobaki kwangu ni nini? Ni sisi sote kutumia muda wetu uliobaki vizuri. Na muda huo hatujui ni miaka 5 ama 10. Muda huo kutokana na maandiko matakatifu ambayo neno la Mungu ni leo tu. Kwa Yesu ni leo. Yesu hasemi kuhusu kesho. Mungu anasema kuhusu leo. Yaani upatapo nafasi leo, kwa sababu umejaliwa kuiona leo, imeongezeka katika siku zako leo, itumie leo vizuri. Maana hata kesho hujui kama utaiona. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Itumie leo vizuri. Siku moja ina masaa mangapi? Masaa mangapi? Masaa 24. 24 hours ina dakika ngapi? 24 times 60. Hakuna watu wa mathematician hapa. 14, si ndio? 1440. Hiyo ni masaa ambayo uko nayo. Ni dakika. 14 40 minutes. Uko nazo kwa siku nzima ambayo umejaliwa kuiona.
tuseme hiyo kata nusu unatumia kwa mambo yako na kulala na kukula na udaku kidogo, inabaki masaa hapo yasiyopungua 8, ambayo kwa hiyo masaa 8 una jambo la kufanya. Haleluya! Sijui kama unachukua hata kama ni only 10% of your time kuambia Mungu kwa asante kwa siku ya leo na kutafuta tu mapenzi ya Mungu kwa hiyo siku tu, maana hujui kesho. Muda ni mfupi. Vile unaoenda mambo yakienda mbio, kuna mambo tu uliyapanga 5 years up to date hujayafanya, na kuna mambo umepanga Januari mpaka leo hujayafanya, ulitarajia uyafanye hata kwa mwezi wa 5. Siku zinakukimbilia. Hata wewe mwenyewe ni shahidi juu ya wewe mwenyewe. Yaani wewe mwenyewe unaweza kujishuhudia. Tembea hapo njiani, sometimes utasikia mwili ambao ulikuwa unachanganya ukienda hivi. Sasa unasikia kwa umma na kupenda mama na kutanga mama hapo katika pata anatembea ni kama anarudi river. Miguu imekataa. Unasikia ni kama mguu mmoja umefungwa gunia juu. Hiyo inakuonyesha kwamba kuna mabadiliko yanaendelea ndani ya mwili, na hayo mabadiliko yanaendelea ndani ya mwili yanaendelea katika hali ya kiroho na katika siku zako pia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunajisahau Wakristo wa tunaishi tukiweka kesho na kesho kutwa na milele, si na milele na mwaka ujao, na si vibaya, but tunaisahau leo. Tunaisahau leo, tunasahau kujitakasa leo, tunasahau hata tunasikia fulani amekufa, tunashituka na hiyo tunaweka kando na maisha inaendelea kama kawaida. Na wengi wa Kristo ndio maana huenda hata wakaingia jehanamu, kwa sababu watu wana ile tu roho ya kuwa wataishi na watakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Muda ni mchache mbele. Muda ni mchache. Sijui ni miaka 70 ama ni 90, lakini mimi kile ninachojua ni kwamba ni mchache. Unakuaje mchache? Ni kwa sababu sijui zile zimebakia. Najua zile ambazo ziko, zile zimepita. Na kwa sababu najua zile ambazo zimepita, na ninajua yale niliyofanya, nataka nitengeneze siku ambazo zimebaki. Na ninataka nitumie leo vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nataka wewe ukiwa hapo uitumie leo vizuri. Madamu umeingia katika ibada na umesikiliza neno la Mungu, chukua siku ya leo. Na hii siku iwe ya kwako ya kufanya mabadiliko. Wakorintho wa kwanza. Chapter number 7 verse 31. Wakorintho wa kwanza 7:31 inasema, na wale wautumiao ulimwengu huu kama hawahudumii sana, kwa maana mambo ya ulimwengu huu yanapita. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza, hapa watu walikuwa bado wanatafuta, napenda twende kwa pamoja kidogo tu. First Corinthians chapter number 7 verse 31. Sawa, unaweza kusoma sasa kwa sauti baba. Na wale wautumiao ulimwengu huu kama hawautumii sana, kwa maana mambo ya ulimwengu huu yanapita. Anzia mstari wa nyuma yake wa 3. Hadi nasema na wale waliao kama hawalii, na wale wafurahiao kama Anzia 29. Anzia 29. Alafu some mpaka 31. Anzia 29. Lakini ndugu, nasema hivi, muda ubakiao si mwingi. Basi tokea sasa wale walio na wake na wawe kama hawana, na wale waliao kama hawalii, na wale wafurahiao kama hawafurahii, na wale wanunuao kama hawana kitu, na wale wautumiao ulimwengu huu kama hawatumii sana, kwa maana mambo ya ulimwengu huu yanapita. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini ndugu, nasema hivi, muda ubakio si mwingi, basi tokea sasa wale walio na wake na wawe kama hawana, na wale waliao kama hawalii, na wale wafurahiao kama hawafurahii, na wale wanunuao kama. Muda ulio
uliobaki ni mchache. Haya si maneno yangu, ni maneno ya Mungu anayejua siku zako, ni mchache. Yaani yule ameoa kae kama hajaoa, rekebisha. Ikiwa ni ndoa ama mume ndio anafanya wewe, siku ya kuja kwa Bwana inaweza kuja ama mauti ikakupata ukiwa katika dhambi. Kaa kama hujaolewa. Mtafute Mungu. Sijakwambia uache ndoa, lakini jitahidi kutafuta Mungu ndani ya hali zozote ambazo unapitia. Huko katika biashara, huko kazini, ni kazi ambayo imekufunga. Bado Mungu yuko hata huko kazini, unaweza bado kufanya ushirika na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumia muda uliobaki vizuri. Tumia siku zako vizuri, na hiyo inamaanisha tumia leo. Kwa sababu kesho tumia leo. Tumia leo vizuri. Shetani anakutafuta. Shetani anakuwinda. Huyo ambaye alisababisha ukafanya mambo ambayo unafanyaga unajutia, bado yuko na anakutafuta. Na lengo lake ni akupotoshe mwende naye jehanamu. Yuko ni kiumbe hai. Ana mfalme wake na ana majeshi yake, mapepo, wachawi, wanga, wanajimu, na ana maajenti hata wanaovaa vizuri wakisimama kama pasta. Ana washirika wazuri sana, wengine hutowajua. Tumia maisha yako vizuri, muda ambao uko nao, na especially leo kukaribia Mungu, ili usije tena ukajutia hapo mbele. Bwana asifiwe. Adjust. Toka katika utoto wa kiroho. Panua himaya yako. Shetani anakudanganya. Wacha kuahirisha kufanya mambo ambayo ni mazuri. Unajua imekuwa desturi. Vijana, Bwana asifiwe. Na waombea Mungu awasaidie sana. Maana hawa ambao mnaona wazazi hao, kwa mwingine akikukataza kitu anajua. Anaongea out of experience. Maisha yako ina value sana. Na kuna kitu Mungu anataka ukifanye wewe, na ni wewe tu utakifanya. Lakini unaweza kuharibu maisha yako mwenyewe ukabomoa. Wengi wa vijana wamebomoa maisha yao wenyewe. Aidha kwa kampani mbaya, aidha kwa kutosikia, aidha kwa kiburi, kujiona kwamba anajua na anahitaji freedom yake. Lakini mzazi anajua kile anachokuambia. Anaongea out of experience. Kuwa mtiifu, jishushe, nyenyekea. Usikuje kanisani, wewe uko kanisani, lakini the same Jumapili wewe una date. Shetani anakudanganya. Unasema kwamba si hata watu wengine wanafanya. Kwa sababu umeona mjinga mwingine kwa kanisa fulani, wanaendanga huko na huko wanafanya tu mambo zao kama kawaida. Ama hata hapa unaona mwingine wanajibanga kisirisiri. Sasa wewe akijana anambia Mungu mwenyewe anaelewa. Unajua sisi vijana. Shetani anakudanganya. Hiyo mbegu unayopanda katika mwili ni mbegu ya kuharibifu. Na maandiko yanasema ukipanda katika mwili utavuna uharibifu. Ndani ya huo mwili ni majuto. Na mzee na mama huko katika ibada, mchana huu usijidanganye. Kisirisiri na mambo yako ya kisiri kinyume na mapenzi ya Mungu. Ni mzee una madini huko ya wizi, ya ukora. Lakini kwa ibada huko unajidanganya. Shetani anakudanganya na kutumia vibaya. Una mpango wa kando. Mzee umeweka mtu huko kando. Mama umeweka mtu huko kando, unajidanganya. Haujui siku zilizobaki. Tumia muda wako vizuri, badala ya kujutia tena na kuenda ukajutia zaidi, kwa sababu sasa wakati ule uliyafanyaga hukujua kweli. Leo umejua ukweli. Leo unajua kabisa ni dhambi na unaifanya kusudi. Majuto yako yatakuwa makubwa. Machozi yako yatakuwa mengi. Muogope Mungu. Sarenda kwa Mungu. Tumia muda ambao umebaki vizuri, na ambao ni siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Tumia siku ya leo vizuri. Kitabu cha Yohana 9:4. Yesu anasema kwamba anataka kufanya kazi ya Baba ikiwa ingali mchana. John chapter number 9 verse 4.
mtazamaji wangu, umepata? Inanipasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka ama aliyenituma maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Bado kuna majira ya usiku. Kuna majira unajiachilia, unatembea kwa dhambi kisiri. Shetani atakushika mateka na hutaweza kutoka. Tembea katika nuru. Kama mtoto wa Mungu, tembea katika nuru. Yesu akiondoka alisema ameifanya kazi ya Baba, ile kazi ambayo alitumwa kuifanya ameimaliza. Na ukweli ni kwamba alimaliza, lakini ukweli Yesu akiondoka aliacha viwete wengine wengi sana. Bwana asifiwe. Aliacha viziwi. Hao viziwi ni watu wana sababu. Ni mimi na wewe tufanye kazi ya Mungu kuwapelekea habari njema ya ufalme wa Mungu. Amen. Sijui kama unajua kwamba Mungu ana mpango na siku zako. Siku zilizobaki Mungu ana mpango, ndio maana alikuita uingie katika nyumba yake. Ufanyike mmoja wa watoto wake. Sijui kama unajua kwamba Mungu ana sababu na maisha yako. Wewe kuishi ama mimi kukaa leo, si kama mimi ni mzuri. Ni marafiki wangapi wako walikufa? Ni majirani wangapi walikufa? Ni watu wangapi ambao wana umri mdogo kwako ambao wamekufa? Ni watu wangapi ambao umesoma nao ambao wamekufa? Wewe uko hai, bado unataka kuchezea maisha. Shetani anakudanganya. Pendwa, shetani asikudanganye. Yesu ulitumia maisha vibaya. Ukweli tulitumia wakati mwingine maisha vibaya. Lakini bado kuna sababu ya leo. Kuna sababu na kuna Mungu anataka kutusaidia hii siku zilizobaki tupate kuishi maisha ya furaha. Anataka kufuta kile kidonda cha maisha yaliyopita. Anataka kuinua tumaini ndani mwetu. Bwana asifiwe sana. Anataka uingie katika ufalme wake. Anataka urithi uzima wa milele. Anataka wewe usihangaike. Bwana anataka usihangaike tena. Bwana anataka ulie tena machozi ya uchungu. Anataka ulie machozi ya furaha. Bwana anataka kukufuta machozi. Bwana anataka kukusaidia. Haijalishi una siku moja ama siku mbili ama miaka 20 hapo mbele. Anataka kukusaidia. Anataka kunyoosha njia yako. Anataka kunyoosha mapito yako. Tumia huu muda ambao umebaki vizuri. Tumia hizi siku ambazo uko nazo vizuri. Na siku hizi ninarejelea upendo, nikwambia ni leo. Make decision today. Saa hii, leo, wakati ambao Mungu anazungumzia ni saa hii. Anza kutambua wakati, anza kutambua majira na masaa. Kwamba si kesho, si kuahirisha kesho, ni leo. Ni leo nifanye uamuzi. Niko karibu kumaliza. Karibu kumaliza. Romans chapter number 13. Tambua majira na masaa. Yesu aliwaambia nyinyi mnajua kutambua majira na nyakati na masaa, lakini hamjui kutambua majira ya kiroho. Hamjui. Mnapoona mawingu mnasema hii mvua itapita. Mnasema hii itanyesha hii. Mnasema upepo hii itaenda. Lakini hamwezi kutambua majira ya kiroho. Basi wapendwa, kama iko hivyo tufanye nini? Kama siku zinatuendea mbio hivyo na maisha ni mafupi. Kweli kwamba ni mafupi. Tufanye nini? Na kufanya ni kuchukua hatua. Chukua hatua. Tambua majira na masaa. Kama kuna la kufanya nifanye leo. Muda ni mfupi. Usirizo ni kama mtu mjinga. Mjinga ambaye anafikirianga tu muda huko. Mjinga huwa anafikiria muda huko. Hata ukienda kufikiria wengine wanakuambia ngoja nitafikiria. Anafikiria ni kama yeye ndiye anatengenezanga hewa ama pumzi ya kupumua. Mjinga anaamka asubuhi, mleja anaamka asubuhi. Anapanga, anatafuta pombe kali kwa wapi? Anatafuta ataiba wapi? Wewe mtu wa Mungu ambaye umeokoka pia asubuhi unapanga date. Kanisani unapanga vile mtakutana na mpango wa kale. Unalizo ni kama mjinga.
Unashauri, unasema wacha nifikirie. Unaambiwa njia ni hii. Lakini unasema ngoja tutafikiria hiyo mambo nitaiangalia mwaka ujao. How sure are you kwamba utaona mwaka ujao? How sure are you? Kama kuna lile la kufanya nifanye leo. Na si leo, ni sasa hivi. Kama si sasa hivi. Umefika baba? Warumi 13:11 mpaka 14. Sema, naam, tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia. Kwa maana sasa wokovu wetu ukaribu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru, kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Haleluya! Naam, tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia. Kwa maana sasa wokovu wetu karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Last time nikihubiri hapa nilikuwa namwambia mtu ukifika 40, hata kijana umefika miaka 35, anza kufikiria kama mtu mkomavu. Kuna vitu mzee, mama, msichana umefika kama 35, hata 30 tu sasa, kwa sababu generation yetu watu wanakomaa haraka sana. Anza, kuna vitu vitabia vingine ondoa, yaani hata kabla hujaenda kanisani ondoa. Wanaitwa sifiwe. Kuna ujinga twingine kwa ujana, ondoa. Anza kuona uhalisia wa maisha. Jifunza kutoka kwa wale waliotangulia. Angalia wale waliofeli, ukajiulize huyu mtu alifeli kwa sababu gani? Huyu alikuwa na mali, leo hana kitu. Ni nini ilisababisha? Huyu alikuwa hana kitu, leo ana hiki. Ni nini alifanya akafika hapa? Kuna mambo mengi ya mtu kujifunzia. Maisha ya kawaida tu. Jifunze. Kuna huyu alikuwa ameolewa, leo yuko hapa, ni nini litendeka? Na mimi ni msichana sijaolewa. Pengine huyu mtu anaweza kuniadvise. Niteleza, lakini anaweza kunisaidia. Lakini mara nyingi ushauri kama kutoka kwa watu kama hataki kusikia. Kwa sababu kwa mimi namwambia huyu naye ananiambia na yeye akwake amemshinda. Bwana asifiwe. Amemshinda lakini anakusaidia usianguke motoni. Haleluya. Bwana asifiwe. Muda ni mfupi mpendwa, tumia wakati wako vizuri. Usiamue vitu kijinga bila kumhusisha Mungu ndani. Wewe kama umeokoka kweli, mweke Kristo nafasi yake. Patia Yesu nafasi yake. Mpe Yesu nafasi yake, zungumza naye, tembea naye, tafuta ushauri kwa neno la Mungu. Utachukua hatua ambayo utapata vibongo vingine zaidi, na unazidi kuzeeka. Nguvu hata za kufanya kazi kesho zitakuwa zimekuisha. Nguvu za kutembea, hata kama ni kuoa, kuna mahali inafikanga, ukienda kwa mtu anakuambia huyu hapana. Huyu hapa, huyu hapana. Bwana asifiwe. Ni kuolewa, kuna mahali inafika. Unaenda mtu ana hapana. Kama ni huyu hapana. Sasa hii unafikiria umefika, naweza kutoka hapa na mimi bado hata nikipita na sijaona. Na hili sisi hizo. Pengine pia nipita njia kwa basi naendelea kupeleka kimani. Bwana asifiwe sana. Tumia muda ambao umebaki vizuri. Tumia muda vizuri. Anasema katika verse namba 12, usiku umeendelea sana. Hiyo mambo ya giza, mambo mabaya, mambo yasiyofaa umeyafanya sana. Umetembea ndani sana. Mchana umekaribia, basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Achana na hizo vitu. Achana na maamuzi ya kijinga. Simama kwa neno la Mungu. Hata kama upepo unakukunja uende hivi. Wewe ni mti uliopandwa. Utapunguka hivi, utavunjika, upepo utatulia tu, utasimama.
Bwana Yesu asifiwe. Utasimama tu, wapata wote, wapiga wote. Kwani upepo unapokuja hivi unachagua miti ya kupiga, inakunjika, na wakati inapiga haikunjikangi ikafika angoli moja. Kuna ule umeenda hivi kidogo, maana una mizizi. Kuna mwingine unaenda mpaka unagusa chini. Upepo huo tu, hatutoshani kiimani, lakini bado Kristo ametupanda, Kristo ametujenga. Sisi ni mawe, tumekaa kwa msingi, kwa mwamba, hatutakatika kwa sababu foundation yetu ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu atalitoa hilo jiwe kwa hiyo foundation. Hakuna aliye na uwezo wa kulibomoa. Tumia muda vizuri, siku ni chache. Usijidanganye mbele. Siku ni chache. Ni chache sana. Kama kuna kitabu unataka kukisoma ndio kina maarifa kisome. Haleluya. Kama ni Biblia soma. Soma kabisa. Soma kabisa upate kila ambacho unakitafuta. Inafaa ujue, usome mpaka ujue kwamba jina langu limeandikwa kwa kitabu cha uzima. Waimbaji asante sana kwaya. Wameipa hapa kuna majina kuandikwa katika kitabu. Bwana asifiwe. Lakini unajua hiyo maneno huo video inasemanga katika Ufunuo 20. Inasemanga kuna vitabu. Nikaona vitabu vikifunguliwa. Na kuna kitabu kinafunguliwa, kitabu cha mwana kondoo, kitabu cha mwana kondoo. Vitabu ni vile vinafunguliwanga ambapo jina lako likisoma matendo yako yote yako nyuma yako, yaani unaingia hukumuni. Lakini yule ambaye jina lake limeandikwa kwa kitabu, huyo ndiye anaingia katika uzima wa. Sasa wewe soma mpaka ujue jina lako liko kwa vitabu ama liko kwa kitabu. Amen. Ukipata liko kwa vitabu, ujue matendo yako yanakufuata na unaanza kusomewa. Maana iko siku inakuja mpendwa. Hii si story. Mungu yuko, shetani yuko, paradiso iko na jehanamu iko. Haleluya. Na ni watu wanaenda kuingia huko. Si ng'ombe. Ng'ombe hazijui. Ni watu wanaenda huko. Hivyo vitu vimetengenezewa shetani na wafuasi wake na Mungu na wafuasi wake. Shetani anakuinda, anakudanganya wakati mwingine. Usikubali leo, usikubali. Umepewa masaa ya leo 12 ya mchana. Fanya maamuzi ambayo ni sawa. Tumesema dakika ni 14:40. Tena dakika kidogo uzungumze na Mungu na uulize Mungu maswali kuhusu maisha yako. Na ukipata kwamba jina lako liko katika vitabu, fanya mabadiliko. Anza kubadilika. Wacha mstari unaofuata umesema tuyaache nini? Verse number 13. Inasema kwamba inasema kama ilivyohusika na mchana na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu. Hayo yote ni matendo ya mwili. Inapohusika na mchana, inapohusika na waokovu, inapohusika na watoto wa Mungu, inapohusika na mtu ambaye ameingia kanisani, tuenende na mchana, yani tubadilishe matendo yetu, tugeuke, tutubu. Kutubu ni neno linalomaanisha kugeuka. Kugeuka ni kwamba kuna lifestyle ambayo ilikuwa natembea naishi. Nageuka, naacha njia hii, maana njia hii nimegundua inanipeleka jehanamu. Nageuka, narudi kwa njia ambayo nimeona ni ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Geuka. Mgeukie Mungu. Wacha kulia na watu, wacha kulaumu watu. Hakuna mahali utaenda mbinguni usimame uambie Mungu huyu ndiye alisababisha. Una uhuru, uamuzi ni wako. Choices ni zako. Kama vile consequences zitakuwa zako, kwa zitakuwa mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bali Kristo, bali mbaeni Yesu Kristo, wala msiangalie mwili hata kuasha tamaa. Mwili usikudanganye. Mwili usikusumbue, utaisha karibu. Mwili usikusumbue. Mwili ni msumbufu. Wakati mwingine
mwingine na wewe mwenyewe una pesa. Wakati mwingine unataka uvae kama mtu mwingine na wewe mwenyewe una. Wakati mwingine unataka utembee kama mtu mwingine na una shepu. Mwili una shida. Mwili usikusumbue. Vile ulivyo Mungu anakujua na anakupenda vile ulivyo. Bwana asifiwe sana. Anakujua ndiye alikutengeneza. Na kile ulicho nacho ndiye amekupa, ridhika na uambie Mungu niko hapa, usiniachilie. Nishike mkono mpaka nifike. Na ikifika siku yangu kwamba zilihesabika imefika, nichukue kwa amani. Niende niishi na wewe mbinguni. Bwana asifiwe sana. Chukua chache. Life is very short. Life is very short. Tumia muda vizuri. Tumia mpendo muda vizuri. Acha kuuliza kama mjinga. Twende kwa Korintho wa pili sura ya 6 mstari wa 2. 2 Corinthians chapter number 6 kumalize. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 2 unasema hivi. Kwa maana asema wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama siku ya wokovu ni sasa. Tusome andiko sote kanisa. Kwa maana soma kwa sauti. Kwa maana asema wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama siku ya wokovu ni sasa. Bwana asifiwe. Umeelewa maneno haya, maandiko haya matakatifu? Kwa maana asema wakati uliokubalika nalikusikia, na wakati unaokubalika ni leo. Umelisikia neno la Mungu. Siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama siku ya wokovu ni sasa. Pendo, umepewa bonus nyingine leo. Na Mungu alipo ajabu, asivyo mfisadi na asiye na ubaguzi. Hii zawadi ya muda tunapewa sote. Unajua Mungu kwa kipekee. Hadi hii muda hata tajiri na pesa zake haizi. Bwana asifiwe. Yaani huwezi kuhonga Mungu. Uweke siku zingine bonus nitaishi kesho. Bosi. Mungu ametupatia masaa sawa sote. Leo tumepewa 24 hours, another 24 hours. Wakati ni sasa. Mungu anasema leo ndio wakati nataka nikusikie.